Thank you very much, Adwakwa, wherever you are. Jana tulikuwa tunaongea tunasema ya kwamba atakana kwamba imefika mahali sisi wenyewe tunajaribu kuteta, tunajaribu kuongea, hatusikiki. Tuliongea tukasema kuna mahali ambapo tunaweza peleka shida zetu, kuna mahali ambapo tunaweza present our problem. Na hizi shida ambazo mahali ambapo tunafaa kuzipeleka, it is only the high court. Na hiyo high court haiko hapa duniani, iko mbinguni kwa Baba. And let me tell you one thing. Kuna jambo ambalo nilikuja kurealize, and I know very well, na ninajua hata wewe mwenyewe unajua hilo jambo, ni kwamba Lazarus alikuwa mtu ambaye alikuwa hana chochote, lakini tajiri yeye mwenyewe alikuwa naona ya kwamba amefika kwa ajili ya mambo ambayo alikuwa nayo. Alikuwa na pesa nyingi, alikuwa na watoto, alikuwa na wanyama, alikuwa na kila kitu ambacho mtu wa dunia anacho kuanga nacho. Lakini alikuwa naona Lazarus ni mtu ambaye hakuwa mtu wa maana maishani mwake, sababu Lazarus hakuwa na chochote na alikuwa mgonjwa, na kila wakati alikuwa mtu ambaye ni ombaomba. Na mjue matajiri wanatumianga mbinu nyingi sana ili mtu mwenye hana chochote awe anakaa pale ambapo hawezi fanya lolote, aweze kujisaidia. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, watu wa Mungu. Tunafanywa watu ambao ni mafukara, watu ambao hawana chochote. Na ukitaka kuangalia utaona ya kwamba hawa watu wanapotutaka either watuletee maharagwe, watuletee mahindi, watuletee vitu zingine zile ambazo wanataka kutuletea ili waweze kutulizisha, sababu sisi wenyewe hatuna kitu. That is the way it is right now. Lakini kuna kitu moja tulisema ya kwamba we have to present our problem before the highest court ambayo haiko hapa duniani, iko mbinguni. And I would like to tell you, take 1 or 2 minutes to talk to God. Sababu watoto wetu saa hii ukiangalia, hapo mbeleni watoto walikuwa naenda shule. Right now ukiangalia utaona ya kwamba chokorasi ni wengi sana, ambao wanatembea huku, watoto hawaendi shule, wengine ni kufukuzwa because hawana karo ya shule. Tuchukue dakika moja, dakika mbili, unapokaa chini pale, unapoenda pahali ambapo unaenda, present your case before the eyes of God. Malaika Mika atachukua panga na atatoka nayo, atatumwa. Kuna watu ambao watamaliza, kuna watu ambao watajiangalia wajikose, sababu ni kama wamefunga masikio yao, macho yao ni kama hawaoni. Let us give them confusion popote ambapo wanaenda, wasisikike. And I know that God will do. Let us continue praying. Let us continue talking to God, sababu we have got nothing else. Hatuna kitu ingine ambacho tunaweza fanya. Hatuna kitu ingine ambacho tunaweza jivunia isipokuwa kunena pamoja na Bwana. Na tunaponena pamoja na Bwana, lazima tuongee. We have to talk, and I know that God will do something. Thank you.